utawachiliwa na marafiki na familia, lakini bora ukamiliki. Ambia jirani yako, kuna mahali Mungu ananipeleka. Kuna mahali Mungu ananipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There is a place that God is about to manifest in your life. There is somewhere that God is taking you. Yes. Na mahali Mungu anakupeleka, hataki kukupeleka mahali baba yako amefika. Wow. Kama atakupeleka hapo, hakutakuwa na ushuhuda ya kutosha. God wants you to take you to a place that is greater than your father. Yes. Mahali ambapo baba yako hakufika. Mahali ambapo mama yako hakuingia. Yes. Mahali ambapo watu wenyu hawakuingia. Yes. Lakini lazima utengenezwe ndio posa ukuwe mwaminifu, because God only walks with faithful people. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hutembea na watu waaminifu, na waaminifu ni watu ambao wametayarishwa. Mungu hutembea na watu wametolewa Misri. Mungu ako na njia, wanaweza tembea wafike nchi ya Kanani kwa siku chache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wanaweza fika Kanani kwa siku chache, lakini Mungu anachagua kuwapitisha katika jangwa. Hallelujah. Amen. Najua kuna watu ambao mahali hapa ungetamani sana na ungetaka ya kwamba pengine ukuwe unaishi mahali maisha ya juu kitambo sana. Kuna mtu wako hapa ambaye alikuwa anatamani sana. Yes. Pengine ukuwe na ndoa, ukuwe ng'ambo, ukuwe milionea, ukuwe vile ulivyo na kipawa kikubwa. Lakini mambo makubwa ni ya wale wametengenezwa na wamekamilika na wamekuwa waaminifu. Amen. Lazima Mungu akutengeneze, my sister, my brother. Yes. Lazima Mungu akupitishe kwa jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima Mungu akupitishie katikati pa utupu, mahali pa ukiwa, mahali hakuna mtu wa kukushika mkono, mahali ambapo hata saa zingine kubadilisha mavazi, kuvaa nguo 2-3 ni shida. Lakini bado Mungu anatembea na wewe. Mahali hata saa zingine kupata maji ni shida. Lakini the hand of God is still over your life. Mahali ambapo majirani na marafiki wanaweza kosa kukuelewa, but God is doing something inside of you. Mahali ambapo hata bibi yako anaweza kosa kuelewa, yule ambaye alikuoa na uliolewa anaweza kosa kuelewa imani ambayo unatembelea juu yake. But there is somewhere God is taking you. Kuna mahali ambapo Mungu anakupeleka. Mahali ambapo hapaonekani. Kwa saa hizi haionekani. Kwa saa hizi haiwezi fahamika. But God is taking you somewhere. Ambia jirani yako, God is taking me somewhere. God is taking me somewhere. God is taking you somewhere. God is taking you somewhere. Lazima utatengenezwa na ukubali kutengenezeka. Lazima katika jangwa ukubali kukemewa na ustahimili kukemewa. Lazima ukanye uambie wachana na huyo na ukubali kumwachilia. Lazima Mungu akwambie usiende hiyo sherehe na useme nimetosheleka. Lazima Mungu akwambie wachana na huyo urafiki na uachane na yeye. Because there is somewhere that God is taking you. Na mahali Mungu anakupeleka sio mahali baba yako alipelekwa. Mahali Mungu anataka kukupeleka jirani yako hajafika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Mungu akachagua asiwapeleke kwa ile njia fupi, awapeleke kwa ile njia ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ambaye ako mahali hapa. Hallelujah. Haujafika katika nchi ambayo Mungu alikuahidi. You are not there. Uko katika safari ukielekea. But I have come to encourage you ya kwamba he who began a good work, he will bring it to perfection. Yule ambaye alianzia kazi njema ndani yako, atakushikilia mpaka ukamilike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anapata kijana anaitwa Samueli. In the book of 1 Samuel chapter number 3. Yes. Anapata Samueli. Mungu anaangalia katika Israeli yote. Anaona wakati Eli amemkosea, watoto wake wamemkosea, Mwenyezi Mungu akajitafutia mtu ambaye aliitwa Samueli. Lakini nataka uelewe ya kwamba Samueli anapotafutwa na Mungu, ushuhuda wa Mungu kwa Samueli hauachani na ile ya Daudi. Maana Mungu anasema nimejitafutia mtu ambaye ni mwaminifu. Mtu ambaye atanifanyia kazi yangu kwa uaminifu. Mtu ambaye ataweza kusimama na watu wangu hadi mwisho. But he was only a child. Hallelujah. Alikuwa mtoto wakati Mungu anashuhudia. Na ufalme hauwezi kabidhiwa watoto. Hata kama
kama Mungu ameongea hivyo kuhusu Samueli, Samueli bado ilibidi angojee. Kuna watu wako hapa wanangojea, lakini kile Mungu alisema lazima itatimia. Samueli aliambiwa utakuwa mwaminifu, aliambiwa utaongoza wana wa Israeli, lakini kwa sababu ni mtoto hawezi ingia katika hiyo baraka. Lazima anyenyekee na alelewe chini ya baba. Lazima akuwe na mtu ambaye atamtengeneza. Lazima akuwe na mtu ambaye atamuagiza enda na ufanye. Alikuwa mtoto Mungu akimuongelesha, lakini ufalme unahitaji watu ambao wamekamilika, watu ambao wamekubali kutayarishwa. Akakubali kunyenyekea ndiposa Mungu amtumie. Bwana Yesu asifiwe. Akatengenezwa, and that is why the Bible says and Samuel grew up in the favor, in wisdom of God. Alilelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kutayarishwa na kulelewa ili wakati baraka itafika itajishikilia na itadhibitika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Akakubali kunyenyekea Samueli. Hallelujah. Amen. Akanyenyekea chini ya kiongozi wake ili ufalme aweze kukabidhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waisraeli wakaongozwa na mtumishi wa Mungu. Na ndiposa my brother, napenda kuchambua neno nikikwambia hata Yosefu anaonyeshwa maneno makubwa na Mungu. Kuna wakati utafika my brother, kuna wakati Mungu amekutabiria akakwambia one day one time wafalme watakuona na watasimama. Kuna mtu hapa alitabiriwa na akaambiwa one day utaingia ndege. Kuna mtu aliambiwa hapa one day utaolewa na mzungu. Kuna mtu aliambiwa one day utakuwa milionea. One day utakuwa kile utakuwa. Yosefu alikuwa hapo mahali ambapo alionyeshwa maono. Akaonyeshwa baba yake, mama yake, ndugu zake watakuja kumuinamia. Lakini kabla hiyo itimie lazima angeshikwa, aonewe wivu na ndugu zake. Hoja sio kuonewa wivu, shida sio kuonewa wivu, ni Yosefu anahitaji kutengenezwa. Hoja sio kuonewa wivu, hoja sio kuendewa kwa kazi. My brother, my sister, wewe ndiye Mungu anataka kukutengeneza. Ukiona unaonewa wivu, wachana na wivu, ni Mungu anakutengeneza. Ukiona watu wanakupiga kwa kazi, shida sio vita. You are the one God is preparing. Ukiona unainukiwa na watu wote kwa familia, usijali na kuinukiwa. There is a level that God is taking you. Kuna kiwango Mwenyezi Mungu anakupeleka. Haikukuwa shida kuonewa wivu na ndugu zake. Hata kwa shimo Yosefu waliingizwa. Hata kama nitaonewa wivu, hata kama watakuingiza kwa shimo, kubali kuingia kwa shimo, Jehova atakutoa. Hata wakuonee wivu, wacha wakuonee, Jehova atakuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo lazima tuyapitie. Hata Shadrach, Meshach na Abednego kabla wapate promotion pale mbele yao, lazima they had to go through the fire. There are certain things that you must go through in order for the blessing of God to manifest. Lazima ukubali kuyapitia. Lazima. Baada ya Shadrach, Meshach na Abednego kupitishwa kwa moto, ukisoma Biblia Danieli sura ya 3 hapo 20, walipata promotion. Lakini kuna promotions lazima upitie kwa moto. You must go through the fire. Hakuna kupitia kando kwa moto. You must go through the fire. Waliingizwa kwa moto, walibatizwa kwa moto, walipitia mambo mazito na uchungu sana. Lakini Mwenyezi Mungu walipochomoka, jambo la kwanza walipata was a supernatural promotion. Waliinuliwa kiwango hawakuwa wanaweza kufikiria. My brother, my sister, baada ya kutengenezwa, my brother, ile level Mungu atakuinua. The level that God will take you, haitakuwa kwa sababu ya bidii yako, haitakuwa kwa sababu ya masomo yako, haitakuwa kwa sababu ya bidii yako, but the hand of God itakuketisha kwa kiti cha heshima, kwa sababu ulitengenezwa na ukakubali kutengenezeka. Amen. Rudia hapo. Kwa sababu ulitengenezwa na ukakubali kutengenezeka. Ukakubali vile itakuwa. Because I know mahali ninaenda. Because najua kule Mungu ananipeleka. Najua Mungu hawezi kosea njia. Mungu hawezi kosea kuniondoa mahali alinitoa. Anilete Roysambu. Anilete katika hii neema.
Mungu hawezi kosea njia. Ukiona umeletwa mahali hapa, that is why nimekwambia you are serving the right call. Uko mahali panafaa. Ukiona umeletwa katika hii neema, hii neema ndio itakuinua. Hii neema ndio itakushibisha. Hii neema ndio itakutetea. Hii neema ndio itakupigania. Bali kunyenyekea kwa hii neema. Hallelujah. Thank you. Kubali kunyenyekea. My brother, ukiona baba anakuja anakukanya, na uone rafiki yako hajakodolewa macho, hajaongeleshwa na sauti kali, ukiongeleshwa kwa ukali, baraka yako itakuwa kubwa. Ukiona unakemewa zaidi, Mungu anakupenda. Because God loves those whom he disciplines. Anapenda wale ambao wanarekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona rafiki yako hajakemewa, wewe unakemewa kila wakati, God is very close to you. Ako karibu sana na wewe. He is not far away. Ako karibu na wewe. Kubali kutengenezwa, my brother Laban. Kubali Mungu akutengeneze. Kubali kutengenezeka, my brother. Kubali kutengenezeka. Mahali Mungu anakukanya, kubali kukanyika. Mahali Mungu anakuambia wacha, kubali kuachilia. Mahali Mungu anakuambia enda, kubali kuendelea, my brother. Bwana Yesu asifiwe. Because life is a process, na waliokamilika ndio wanakuwa waaminifu. Waisraeli walikuwa wengi, lakini Mungu alichagua viongozi wachache. Na waliochaguliwa kama Daudi na Samueli, waliochaguliwa kama Mose, they were faithful people. Watu ambao wametengenezwa, wamekamilika na wamekuwa waaminifu. Numbers chapter 12 verse number 3. Numbers 12 inasema hivi. The reason why Moses, sikiza hapa, Moses was the most humble man on earth. Numbers 12 verse 3. That is the reason Mungu alimpenda. He was the most humble man. Sio Roysambu, sio county ya Nairobi, sio nchi ya Kenya. He was the most humble man in all the world. Amen. The most humble. Amen. Yule mwanaume ambaye amenyenyekea katikati ya wanaume, wa mama, vijana na watoto. He was the most humble. Hallelujah. The most humble, my brother. Yule mnyenyekevu kabisa. That is why aliona Mungu hata kama hakuona uso yake. This man alikuwa ametengenezwa na Mungu. You know, Mose alikuwa ametayarishwa, amefundishwa, ametengenezwa na Mungu, kiasi cha kwamba Mungu alitembea na Mose kwa njia hajatembea na mtu mwingine, my brother. Alimkaribia akamuonyesha utukufu wake. Moses is the only man ambaye ninajua, the only man, isipokuwa wakati wa Kristo in the Old Testament, the only man who saw the glory of God. Yani, my brother, can you imagine Mungu apite mbele yako vile unajua pasi amevaa, unaona niko na shati ya white, suti ya brown, siupigie Bwana Yesu makofi, shati ya white, suti ya brown, kiatu ya black. Niko I am in the right place at the right time, serving the right God. Hallelujah. Thank you. Huyo brother aliona, huyo mzee aliona Mungu akipita. Imagine Mungu akimwambia, that is Exodus chapter number 33, kwa wale wanaandika katika kitabu. Exodus chapter number 33, Mungu akamwambia, kwa sababu umekubalika mbele zangu, I will show you my glory. I will show you my glory. Nitapita mbele yako. Lakini kwa sababu siwezi kuonyesha uso wako, maana anayeona sura yangu atakufa. Nitakupanda juu ya mwamba, na nitakupanda juu ya mwamba, na nitakapokupanda nitapita mbele yako. Imagine God physically anaona Mungu, na nitakapokaribia nitaficha, nitaelekeza mkono wangu kwa uso wako, nitaficha uso wangu, uso wako usione uso wangu, lakini nitakapopita utaona mgongo yangu. He was the most humble man. Akaonyeshwa utukufu wa Bwana. He saw the glory of the Lord. Akaona utukufu wa Bwana. Kwa sababu alitengenezwa, akakubali kutengenezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kutengenezeka, my brother. My brother Thiongo, kubali kutengenezeka Maina. Kubali kunyenyekea katika hii neema. Kubali, my brother, because God wants you to be faithful. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza hapa. The secret that sustains the blessing. The secret that sustains the blessing is obedience. Utiifu ndio hudhibitisha, ndio hudhibitisha baraka. Obedience is what sustains the blessing. Unaweza tolea Mungu na utabarikiwa, because whoever plants will reap.
Yule anapanda lazima atavuna. Kweli. Ukipanda kwa Mungu lazima utavuna. Hiyo haina kuchagua. Hiyo haina jina, haina taifa. Hiyo haina Wakristo, haina Waislamu. Yeyote hujitolea kwa Mungu. That is the principle that God gave. But in order, ukitaka baraka idumu kwako, ukitaka baraka za Mungu zitembee na wewe, ukitaka baraka za Mungu January to December zitembee na wewe, what sustains the blessing is obedience. Obedience sustains the blessing. Na ndio maana Mungu aliandaa Mose na akamwambia kwamba hawa watu uwafundishe njia zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, wina mko hapa? Tuko. Mwenyezi Mungu anaongelesha Mose. Ndio. Mose mahali wamefika ni mahali ambapo tulisomewa na baba yetu. Balaamu yule ambaye alikuja, aliyekuwa mchawi, aliyekuwa anataka kuwalaani. Huyu mchawi alikuwa mahali panaitwa Moab. They were in the plains of Moab. The plains of Moab, mbele yao it is only the river Jordan. Mto Yordani ndio imebakia peke yake. Ndio. Mto Yordani ndio imebakia, waingie in the promised land. Yes. Kwa sababu adui, my brother, my sister. Imagine wametoka kutoka Misri wametembea jangwani 40 years. Hawajawahi kutana na mchawi wa kiroho. Lakini wakati baraka iko karibu sana, wakati baraka wanaiona ndio ile. That is where Balaam anajitokeza. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When you are so close to the blessing, hapo ndipo Balaam anajitokeza. Balaam hakutokea wakivuka bahari ya Shamu. No, because the greater the blessing, the greater the temptation. The greater the blessing. Vile upana wa baraka yao ilikuwa pale mbele. Yule adui analetwa, si adui wa shilingi 2, si adui wa kuwaendea vita ya chini chini. Huyu ni adui akiongea laana inakuja. Lakini nashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. I thank God ambaye alisema katika Numbers 23 tukasomewa na Daddy verse number 19 that I am not a man that I should lie. Mimi sio kama mwanadamu nidanganye. Kile niliahidi Israeli lazima itatendeka. Mahali Mungu alisema utafika. My sister, my brother, lazima utafika. Hata kama Balaam atajitokeza, hata kama Balaam ataongea. I love God kwa sababu alisema sijaona ubaya wowote juu ya Yakobo. Hallelujah. Sijaona ubaya wowote juu ya Yakobo. Na hakuna uganga juu ya Israeli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, Mungu akisema sijaona ubaya kwa Yakobo, alienda kwa Yakobo. Yakobo alikuwa mdanganyifu, Yakobo aliiba, Yakobo alinyang'anya, lakini wema wa Mungu haukutazama mabaya ya Yakobo. Akafunika mabaya yote ya Yakobo ambayo shetani anaweza mshtaki nayo, kwa sababu alijua Waisraeli wako karibu sana na baraka zao. Ninakwambia my brother, my sister, wema wa Mungu utashuka juu ya maisha yako. Hata mahali ambapo ulikosea, Mungu wakati Balaamu aliinuka, hakuangalia mabaya ya Yakobo. Alisema sijaona ubaya juu ya Yakobo. Sijaona ubaya juu ya Jesus Winner. Sijaona ubaya juu ya maisha yako. Sijaona ubaya wowote. Bwana Yesu asifiwe. Akasema sijaona ubaya wowote juu ya Yakobo. Anakasema and there is no divination. Divination ndo walikuwa sasa mbele ya Balaam. Balaam was a diviner. Alikuwa na the spirit of divination. Lakini Mwenyezi Mungu akasema hata mahali Israeli wamefika, there is no divination inaweza wakaribia. Hakuna divination itawapata. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyezi Mungu aliwapitisha katika jangwa. My brother, my sister, katika jangwa umepitia mambo mazito. Umepitia mambo magumu sana. Waisraeli walihama zaidi ya kambi 40. Zaidi ya kambi 42. Walihama. Najua umehama biashara moja na nyingine. Najua umehama nyumba moja ya kuishi na nyingine. Najua mtoto wako amehama shule moja na shule nyingine. But I have come with good news today. Ya kwamba ile nchi ambayo tunaenda kuingia, mahali ambapo tunaenda kuingizwa na Jehova, hiyo nchi ambayo tunaenda kuingia, hiyo nchi iko na neema ya kutosha. Hiyo nchi iko na neema ya kutosha. Hiyo nchi iko na neema ya kutosha. Hautatanga tena, hautasumbuka tena, hautaranda tena. The Lord your God will sustain your life. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
walitembea jangwani wakitoka kambi moja hadi nyingine. Ndio. My brother, my sister, umeangalia wakati tumekuwa katika hii neema. Yes. Umeona vile Mungu hufanya kazi hata na wale ambao wanapinga kazi ya Mungu, akina Dothan, akina Kora na Abiram. Kora na Abiram walikuwa watoto wa baba moja. Baba yao alikuwa wa ukoo wa Rubeni. Watu ambao walikuwa na damu ya vita. Na tumeona wale watu hupiga kazi ya Mungu, kile Mungu huu anawafanyia. Umejionea my brother, my sister, wewe unanisikiliza. Umejionea yule ambaye hupiga mafuta, kile huwa anafanyiwa na Mungu. Umejionea wale huinukia kazi ya Mungu, kile huwa wanafanyiwa na Mungu. Na ndiposa Mose amesimama katika pengo, anawakumbusha njia za Mwenyezi Mungu. Anawakumbusha ndio hatujafika mahali tunaenda. Kuna mahali ambapo tunaelekea. Lakini kumbukeni safari ambayo tumepitia. Kumbukeni mazito na magumu tumeyapitia. Ya kwamba katika hii neema na katika hii nchi tumejionea wakati tulikuwa mahali pazito, na Mungu akaguza mwamba, akaongelesha mwamba, na mwamba ukapeana maji. Yani umejionea mambo si ya kawaida. Kujionea umejionea, lakini bado haujaingia mahali Mungu anakusudia. My brother, my sister, kuna mahali Mungu anakupeleka. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Usitosheleke na mahali yuko. There is somewhere that God is taking you. Ukiona haujakufa jangwani, ukiona haujaisha mpaka sasa, Mungu hajakuleta hapa akumalize. God has not brought you here to destroy you. Hajakuleta hapa akuangamize. Amekuleta hapa akubariki na baraka zake. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akawakumbusha sheria za Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Amen. Kwa sababu kuna mahali my brother Mungu anataka kukupeleka. And in order for you to attain the blessings, my brother Gideon, na uweze kutembea na kushikilia hizo baraka, lazima ushikilie sheria za Mungu. Lazima utembee na huyu Mungu. Wacha kuchagua kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuchagua. Kaa kwa Mungu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kaa kwa Mungu ukiwa umeamua nitakaa ndani ya Mungu. Kuwe kuzuri na kuwe kubaya. Watu waseme kuna Mungu hakuna Mungu. Wewe endelea kukaa ndani ya Mungu. Wewe kalia hicho kiti sawa sawa. Simama kwa wokovu wako sawa sawa. Endelea kutangaza mbele yao Yesu ni Bwana. Waambie nimeokoka na ninaenda kanisa Jesus Winner. Na nimeokolewa na damu ya Yesu. Wakisema hakuna Jehova, wewe simama na Jehova. Kwa sababu kuna mahali Mungu anataka kukupeleka. Hallelujah. Yes. There is somewhere that God is taking you. Amen. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Na lazima my brother ukubali kutayarishwa. Lazima ukubali kutayarishwa. Lazima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akawaleta, Mose akawaongoza hadi mlima Sinai. Akawaleta kwa Mungu wa Mose. Mungu wa Bishop Mwai amekuwa Mungu wetu. The God of my father has become our God. Mose aliwatoa kwa Farao, and the first destination walisimama was the Mount Sinai, mahali Mose alikutana na Mungu. Ili Waisraeli akawaleta kwa Mungu ambaye alikutana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ndipo tumekutana na Mungu, my brother. Hapa ndipo umekutana na Mungu. Umeona matendo ya Mungu. Umeona vile Mungu huwa anaongea. Haukuwa unajua Mungu huwa anaongea, lakini hapa umesikia sauti ya Mungu. Hapa umeona nguvu za Bwana. Hapa umejionea utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mose, hapa tumeingizwa katika agano la Mwenyezi Mungu. Yeyote ananyenyekea chini ya hii neema, you are in the covenant of God. The covenant of this altar. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna mahali Mungu anataka kukupeleka. I do not want you to forget, my sister, there is somewhere God is taking you. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mose akawaondoa hatua moja hadi hatua nyingine. Akawafundisha kujengea Mungu madhabahu. We did not know mambo ya kujengea Mungu madhabahu.
Hatukujua mambo ya kuinua na kubomoa madhabahu. Lakini Waisraeli walikuwa hapo pia. Wakaletwa na Mose kwa mlima Sinai. Na mlima Sinai wakafundishwa umuhimu wa kujengea Mungu madhabahu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ametufundisha kumjengea na kubomoa madhabahu ya shetani. Yes. Kwa sababu hauwezi changanya madhabahu mawili. Maana mahali Mungu anakupeleka lazima kuwe na madhabahu moja inaongea juu ya maisha yako. Yes. Hauwezi changanya Mungu na madhabahu mbili. Because God is one and the Son is one and the Holy Spirit is one. Lazima kuwe na madhabahu moja. Hauwezi kuwa hapa leo na kesho kwa mahali pengine. You must serve one God under one faith. Lazima ukuwe na Mungu moja chini ya neema moja. Lazima Baba akuwe mmoja. Na ndio maana haukuzaliwa na mababa wawili. Ulizaliwa na baba moja. Ile mbegu iliingia ni moja. Maana hata kwa kiroho lazima ukuwe na baba moja. Lazima ukuwe chini ya neema moja na madhabahu iliyo moja. Mose hakuwapeleka kwa madhabahu mbili. Aliwatembeza chini ya madhabahu ya Mungu wa Mose. Amen. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We must serve God in one altar. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia jirani yako, there is only one God. There is only one. Ambia jirani yako, Mungu ni moja peke yake. Mungu ni mmoja peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawafundisha kujengea huyu Mungu madhabahu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini bado hawajafika mahali wanaenda. Kama vile my brother hawajafika. Bado. Lakini wamefundishwa kuanza kubomoa madhabahu. Ndio. Wamefundishwa kuanza kujengea Mungu madhabahu. Yes. Wanahama kutoka mahali moja hadi pengine. Ndio. Lakini huyu Mungu wanafundishwa kumtolea dhabihu. Yes. My brother Patrick, wanafundishwa kutolea Mungu dhabihu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu dhabihu huwa inatengeneza njia mahali hakuna njia. Yes. Dhabihu huwa inakutengenezea njia. Ndio. Anawafundisha njia za Mwenyezi Mungu. Mahali hapa umefundishwa my brother. Sana. Mahali hapa kuna dada alishuhudia hapa Wednesday ama Tuesday akasema vile hakukuwa hivyo hakukuwa hivi wakati aliingia hapa Jesus Winner. Ametengenezwa, amerekebishwa, hakukuwa mtu mzuri. Lakini wakati aliingia mahali hapa kuna kazi Mwenyezi Mungu alimfanyia. Kwa sababu mahali Mungu anataka ufike lazima akubali kutengenezwa. Israeli walikubali kunyenyekea kwa Mose. Bwana Yesu asifiwe. Wakafundishwa kusimama na madhabahu. Kutolea Mungu dhabihu kwa madhabahu. Kuabudu huyu Mungu kwa roho na ukweli. Kusimama na njia za Mwenyezi Mungu mama. Kusimama na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ili baraka itakapokuja my brother. Wakati Mungu atakuinua baraka itajishikilia. Shetani hatapata nafasi ya kukunyang'anya. Kwa sababu ile kazi imefanywa ndani yako. You are a great investment to God. You are a great investment. Wow. A great investment to God. Ndio. Wewe ni investment, haiwezi nunuliwa na mtu mwingine. Ile gharama Mungu amekufanyia hata shetani mwenyewe hawezi karibia. Ile kazi Mungu amekufanyia hata mapepo hayawezi karibia. Kuna watu wamefanyiwa kazi mahali hapa. Hata Mungu mwenyewe anaambia shetani, hapana, huyo usiende kwake. Huyo amelipiwa gharama ya kutosha. Huyo amelipiwa gharama ya kutosha. Kuna watu wamefanyiwa kazi mahali hapa. Hata uchawi ukituma kwako usiku, uchawi ikikaribia inakukataa. Kwa sababu wewe ni investment ya Jehova. Kuna gharama ya Jehova iko juu yako. Kuna kazi imefanywa juu yako. Hata maadui wakikuinukia, hata wafanye ibada juu ya maisha yako, hizo ibada na makafara zinakataa. Kwa sababu kuna gharama imetolewa. Kuna kazi imefanyika juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You are God's investment. Amen. God has invested too much in you. And that is why he cannot leave you. He has invested so much. Mungu ametoa kila kitu kwako. Ametoa malaika wote. Ametoa mtoto wake wa pekee. That is why he cannot leave you. That is why hata ukiondoka kwa njia za Mungu, bado unasikia sauti ya Mungu inakurudisha. Hata wakati unayumba yumba, bado Mungu anakuja anakuchukua. Hata wakati umeachiliwa. Because God has invested so much in you. He has invested so much that he cannot leave you. Amejipeana sana kwako. Sana. He cannot leave you here my brother. Hawezi. Hata kuna watu hapa wamekosea Mungu sana. Lakini ile gharama amelipa juu ya maisha yako. Anaambia shetani, hapana, you will not die. Lazima huyu ataishi kutangaza wema wangu. Because the investment ya Mungu iko ndani yako. Ile investment iko ndani yako. Shetani hafai kukaribia. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
wakatengenezwa katika jangwa. Ndio. Watu ambao wanatengenezwa wakiwa jangwani. Ndio. Watu ambao wamepitia mambo mazito. Ndio. Lakini Mungu hajawahi waachilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I love my God kwa sababu Mungu hajawahi kuachilia. Ndio. Hata wakati ulikosea njia my brother. Hata wakati my brother umekwaza watu wengine. Hata wakati umeibia Mwenyezi Mungu. Hata wakati umefanya kinyume na Mungu. But when God looks at you, anaona ile investment nimeinvest mahali hapa. Ile kazi nimefanya, ile gharama nimetoa, anasema siwezi muachilia. Anasema siwezi muachilia. Huyu siwezi kubali aingie kwa shimo. Huyu siwezi kubali miaka yake ikatwe. Huyu sitakubali akose kukulia baraka. Huyu sitakubali akufe mapema. Huyu sitakubali. Because he has invested so much. He has invested so much in you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna kazi Mungu amekutengenezea. Amekutengeneza my brother. Najua ulikuwa unataka kukua mbali, lakini shukuru Mungu mahali umefika my sister. Kwa sababu umejua kunyenyekea. Umejua kunyenyekea. Kwa sababu roho ya kunyenyekea ni roho ya kuinuliwa. Roho ya kunyenyekea, the secret of being promoted is humility. If you want God to uplift you, you must be humble. Roho ya kuinuliwa ni roho ya kunyenyekea. Ukitaka kuinuliwa viwango vingine, you must be humble. And humility ni mtu ambaye anatengenezwa. Ni mtu ambaye anatengenezwa. Humility. Mose akawatengeneza wana wa Mungu. This man, my brother, my sister, sitaki ukose direction. Niko mahali ambapo tunatengenezwa. Najua uko katika moto, lakini wacha hiyo moto upitie ndani yake. Hata kama unasikia hiyo moto imewaka kuwaka, unasikia hii ndoa haikaliki, unasikia hii shule haikaliki, unasikia hii familia nitaiondokea, usiondoke. Kaa hapo kwa hiyo moto, kwa sababu hii kupitia hiyo moto there is a supernatural favor. There is a supernatural blessing ambayo inakuja mbele yako. Usiondoke mahali hapo. Kaa mahali hapa my brother. Hata kama nyumba inataka kuchotwa, usiondokee neema. Kaa ndani ya neema. Hata kama watakuinukia, usiondokee neema. Kaa chini ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Tulia chini ya neema. Kwa sababu Mungu anakutengeneza na anakufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Anaondoa kile kinahitaji kuondolewa. Anaondoa hasira iliyo ndani yako. Kwa sababu hasira haiwezi dumisha baraka. Unaweza ombewa, lakini kuna mambo hayatadumisha baraka. Kuna mambo unaokuja unaombewa hapa Sunday, Tuesday na Wednesday, unapata baraka, lakini kwa sababu kuna mambo yako ndani yako yanafanya baraka inatoroka. Lakini sasa kubali kutengenezwa ili baraka ishikamane kwa maisha yako. Kubali kutengenezeka ili hiyo gari itakapokuja, hiyo gari itatukuza Jehova. Kubali kutengenezwa my brother, ili wakati utaenda ng'ambo, utaenda ng'ambo na kusema Yesu ni Bwana. Hautakubali kuangushwa na wazungu. Umetengenezwa my sister. Hautakubali pesa ikuondoe kwa Jehova. Hautakubali wadada wanaume wakuondoe. Maana umetengenezwa. Kuna kazi imefanywa ndani yako na umetengenezeka. Hata msomo ikikuja. Hata msomo ikikuja kabisa. Hata glorious team ukiambiwa lazima uondoke hapa na permission, kubali kunyenyekea kwa hiyo neema. Hiyo neema itakupeleka mbali. Hiyo neema itakuingiza mahali haujaingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mose kunyenyekea na kuwekeza kwa Mungu. Kabisa dadi. Ndio. Kunyenyekea na kuelekeza kwa Mungu. Kuwekeza kwa Mungu. Kuwekeza kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Humility and giving to God. Amen. Humility. Ndio. Kunyenyekea itakuinua. Ndio. Kunyenyekea ndio ilifanya Mose aone Mungu. When you are humble, that is why katika the Beatitudes wakati Kristo alikuwa anafundisha alisema those who are humble will see God. Wanyenyekevu lazima watamuona Mungu. Wale wanyenyekevu kuona Mungu lazima utamuona. Utaona matendo ya Mungu. Utaona utukufu wa Mungu. Utaona baraka za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mose akawaambia kuna nchi ambayo tunaenda my brother. Kuna mahali ambapo tumetoka na mahali tumefika hapa tunasimama. It is not yet my sister. Kuna mahali Mungu anatupeleka. Na ile nchi tunaingizwa na kupelekwa. Neema iliyo hapo sio kama hii. Ile neema itakuwa pale haiwezi fanana na hii. Maana Hagai aliambiwa
na mtumishi wa Mungu, aliambiwa na Mungu in the book of Haggai, akaambiwa utukufu wa hii nyumba mpya itakuwa kubwa kuliko utukufu ya hapa. Lazima kutakuwa na mabadiliko. Hawezi ondoka hapa uingizwe pale na utembee na neema sawa sawa. Lazima neema itaongezeka. Lazima utukufu utaongezeka. Lazima baraka zitaongezeka. Na ndio maana Mose anawaambia in the book of Deuteronomy chapter 18, anawakumbusha na kuambia, na mtakapofika katika hiyo nchi, my brother, na utakapofika kwa hiyo nchi, remember the Lord your God. Remember the Lord your God. My brother, utakapoingia kwa baraka, ambia jirani yako remember your God. Wakati utapata hiyo promotion, remember your God. Wakati utasema yes I do, but remember your God. Wakati utaingia kwa hiyo Range Rover na Mercedes, but remember the Lord your God. Wakati utabadilisha ndege unatoka Qatar Airlines uingie Emirates, remember the Lord your God. Wakati unatoka kwa nyumba ya kukodesha uingie kwa nyumba yako ya Runda, ya Muthaiga, ya Membli, ya kule Mungu atakuaminia, remember the Lord your God. Wakati utajaliwa na watoto mapacha, remember the Lord your God. Wakati utawacha kung'ang'ana, maisha ya kung'ang'ana ifike mwisho, remember the Lord your God. Wakati utapata pesa kwa wingi, remember the Lord your God. Wakati utaondolewa chini upate promotion ya kuwa manager, remember the Lord your God. Wakati mtoto wako atagraduate afike university apate masters, remember the Lord your God. Wakati Mungu atakupigania vita, hiyo vita iliyo mbele yako, wakati atakupatia ushindi, remember the Lord your God. Kumbuka huyu Jehova. Kumbuka huyu Jehova. Wakati atakujaza na roho wake, akujaze na roho ya kibali, remember the Lord your God. Remember the Lord your God. Oh yes. Remember the Lord your God. Remember. Kwa sababu kutembea na Mungu jangwani ni rahisi. Kwa jangwa ni rahisi. Lakini kwa nyumba ambazo haujajenga, kwa asali ambayo haujalimia, kwa maziwa ambayo haujalimia, kwa nyumba ambazo haujalimia, yani neema inasababisha mambo yanatendeka. Neema inakupatia baraka. Neema inakufungulia milango. Mose anawaambia mtakapoingia katika hiyo nchi, do not forget the Lord your God. Usisahau na Mungu muumba wako. Usisahau na Mungu ambaye amekutoa kule amekutoa. Usisahau ya kwamba kufika hapa ulichaguliwa na Mungu. Ni kuchaguliwa na Mungu kuwe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hauko hapa kwa njia nyingi, kwa sababu ni Mungu amekusudia. Mose akawaambia mtakapoingia katika hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe. Guza jirani yako kidogo. Guza jirani yako, guza jirani yako. Mwambie unasikia hii? Unasikiliza hii? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu sikiliza, baraka huvuta majaribio. Baraka huvuta majaribio. Akawaambia ile nchi mnaenda kuingia ni nchi mzuri na baraka ni tele. Lakini wakati utaanza kuvaa vizuri, my brother Moses, wakati utaanza kuendesha gari mzuri, Mungu akuondoe hiyo level akupeleke level nyingine. Wakati utaanza kupata kibali ambayo hauna, wakati utaanza kunenepa, wakati utaanza kupata watoto, wakati pesa itakuwa kama hewa, hii hewa ambayo haulipishwi, pesa iko kwa wingi kama hewa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati pesa itakuwa kwa wingi, do not forget the Lord your God. Usisahau na Mwenyezi Mungu. Wakati Mungu atakuinua hicho kiwango, usisahau na huyo Mwenyezi Mungu. Kwa sababu katika baraka ni rahisi kusahau. In the abundance of blessings it is easy to forget. Mose anawakumbusha mtakapovuka, my brother Sunday, usisahau na huyu Mungu. Usisahau. Kwa sababu kulala kwa nyumba ya mawe, hakuna landlord ama landlady anakupigia mlango. Mwalimu wa shule hata school fees umelipa mwaka mzima. Hata principal hakuna mahali mnapatana na yeye shuleni. Hakuna mahali mnasumbuana na walimu. Baraka ni kwa wingi. Ukitaka kutoka hapa uende Kisumu, hata utaki SGR, unaingia Kenya Airways. Wakati baraka ni nyingi, remember the Lord your God. Remember the Lord your God. Akawaambia mtakapoingia katika hiyo nchi, mkumbuke Mungu Mwenyezi
Mwenyezi Mungu Mungu wenu. Ndio. Kwa sababu katika wingi wa baraka ni rahisi kusahau. Ni rahisi kuanza kulegea. Ndio. Ni rahisi my brother kutaka kufanya vile watu wengine wanafanya. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawaambia hapo ndipo sasa mtaanza kuvutiwa na watu wa mataifa. Ndio. My God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ndipo my brother utaanza kuitwa sherehe. Haujaitwa sherehe kwa sababu haujafika ile level Mungu anataka. Ndio. Hapana, haujafika hiyo level. Ukifika level ya Mungu, ukifika hiyo level, level ya majaribio na huwa inainuka. Akamwambia mkiingia katika hizo baraka, msiingiane na watu wa mataifa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usishirikiane na watu wa mataifa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapo ndipo nisikilize, niko karibu kumaliza. Hapo ndipo ni vizuri kuchunga ushirikiane na utembee na mtu wa imani moja. Ndio. Utembee na mtu ambaye mko na imani moja na yeye. Ndio. Amen. Mose akawaambia msiende kushirikiana na watu wa mataifa. Ndio. Kwa sababu watu hujidanganya ya kwamba nitambadilisha, nitamgeuza. Mungu akawaambia wao ndio watawabadilisha, mniondokee mimi muanze kuabudu miungu ingine. Ndio. Mkienda katika nchi ya baraka, msibadilike na msitambikie na msiondoke katika neema. Mkae katika njia za Mwenyezi Mungu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawaambia na mkumbuke kuambia watoto wenu ya kwamba katika ile nchi ambayo mtaingia, mkumbuke kuzingatia kila sheria ambayo nimewapatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko hapa sema niko hapa. Niko hapa. Haleluya. Amen. Akawaambia kumbuke, ambia jirani yako kumbuka. Kumbuka. Ambia jirani yako kumbuka. Remember. Utakapoingia katika ile nchi, Yes. utakapoingia katika ile baraka, utakapoingia mahali pale, my sister, remember God. Yes. Kumbuka huyo Mungu, usimwachilie. Remember. Usiwache Mungu barabarani. Yes. Usivuke uache Mungu barabarani. Kweli. Ingia na Mungu katika baraka zako. Tembea na huyo Mungu katika baraka zako. Yes. Tembea na huyo Mungu. Ndio. Na ukubali kukamilika. Ukubali kukamilika, my sister. Yes. Paulo akasema katika kitabu cha Wakorintho, Ndio. wakati nilikuwa mtoto niliongea kama mtoto. Nilitembea kama mtoto. Lakini wakati nilikuwa mtu mzima, niliweka utoto kando. Wakati nilikomaa, niliwachana na njia za utoto. Ambia jirani yako ni wakati wa kukomaa. It is time to become mature. It is time to become mature. Uhudumiwe ukose kuhudumiwa. Ile neema iko hapa itakuhudumia. Ufikiwe ukose kufikia. It is time to mature. Utendewe ama ungojee ili utendewe. It is time to mature. Akawaambia lazima uachane na njia za utoto. Ili uachane na maziwa, uaminiwe mifupa na nyama. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When I was a child, I spoke like a child. Yes. I talked like a child. Yes. I dressed like a child. Yes. I even walked like a child. But when I became a man, I put childish ways aside. That's Nikawachana na njia za utoto. Ndio. Nikawachana na mambo ya utoto. Yes. Ati nikikemewa moyo wako unainama. Ati ukirekebishwa haukuji next Sunday kanisani. Ndio. Ati ukikemewa hautolei Mungu sadaka. Ndio. My sister, kemewa na ubadilike. Kubali kubadilika. Kubali. Kwa sababu ukibadilika baraka yako inakaribia. Ukirekebika baraka yako inakaribia. Baraka yako iko kwa mlango. Lakini inataka watu watakamilika ndio waaminiwe baraka zao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu ambao wamekamilika. Ndio. Na watu ambao watakuwa waaminifu. Ili baraka inakapokuja, baraka itaweza kukaa kwa mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Remember the Lord your God. Remember. And be faithful to the Lord your God. Yes. Na huyu Mungu, my brother, my sister, lazima atakupeleka mbali. Amen. Nimemaliza. Thank you. Sawa kwa miguu yako. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba usimame. Kama uko na nguvu ya kusimama, simama. Simama. Kama uko hapo ungependa kuokoka, funga macho useme, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. nimekuja kwako. mbele zako. Ninaomba unisamehe dhambi Naomba unisamehe dhambi na makosa yangu yote. na makosa yangu yote. Siku ya leo Siku ya leo uyaandike majina yangu uliandike majina yangu katika kitabu cha uzima wa milele. kwenye kitabu cha uzima wa milele. Na tukuombee. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako na wale ambao wameamini hilo neno na kuamua kuokoka. Nimeomba Bwana ukaokoa roho zao na nafsi zao.
na Baba ukawaelekeza katika njia zako na wadumishe katika wokovu wako. Yes. Baba, na hilo neno lizae matunda mazuri kwa kila moja. Yes. Katika jina la Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen. Asante sana.